yangu mimi nikiwa TFF, wengine wadogo hamjui, mimi nilikuwa makamu wa rais wa kwanza wa TFF wakati rais akiwa Tenga. Unajua ligi ni ya TFF, ligi ni bodi ya ligi, yani ni product ya TFF. Kwa hiyo klabu mwenyeji anahusika na mapendekezo ya viingilio na vitu kama hivi, lakini mwisho wa siku maamuzi yanatakiwa ifanyike ni msimamizi wa ligi, mwenye ligi yake. Sasa mtu hawezi kuibuka leo kiingilio cha chini akaweka 100,000. Anasema mimi ndio nimeweka. Na tunavyoelekea hivi, kama ikiruhusiwa, kuna siku pale mtu ataona mimi kwanza huko mkoani kwanza mimi sina wapenzi, watakuja kujawa jamaa. Leo kiingilio cha chini 50,000. Na mpira ni watu. Sasa kama hakitakuwa controlled, hii ndio inaanzaga hivi. Wamesema wenye sisi tuna mechi, si ndio wenye mechi. Atakuja pale mtu atakwambia bwana, nyie leo msiweke wekeni viingilio 100,000. Kwani mngepata shilingi ngapi? Tungepata milioni 60. Hiyo milioni 60 nitawapeni. Wewe ka kiingilio leo shilingi ngapi? 100,000. Mark my word, itatokea muda sio mrefu. Itakuja pale Simba au Yanga inatengeneza mkoani, kwani leo mngepata shilingi ngapi? Tungepata milioni 80. Hiyo milioni 80 nawapeni, wekeni kiingilio cha chini leo 120,000. Ataingia mtu? Hawezi kuingia. Kwa hiyo ligi ni mali ya TFF, ni product ya TFF. Matches mwenyeji wa mechi anapendekeza, anafanya lolote, lakini kuregulate inatakiwa mamlaka iregulate. Mamlaka iweze kuregulate hivi vitu viendane na wakati. Vinginevyo huko tunakoelekea, kwa sababu kusha set president kwamba mwenyeji ndapanga viingilio, mark my word, itakuja kutokea hapa mechi fulani nasema hapa leo kiingilio 200,000, usinipangie, mimi ndio mwenyeji. Kwa hiyo sio jambo ambalo linaweza kwa hiyo ni vizuri bodi ya ligi wakawa ni regulator wa hivi vitu hivi kwenye uhalisia. La pili, sisi hatuna ugomvi na idara ya uhamiaji. Ndio maana nasema sisi tuliona kumbe kuna mchezaji anaweza kaa mwaka wa uraia, tuliandika barua kwamba na sisi kuna wachezaji wetu wanataka kubadilisha uraia, lakini hatukujibiwa barua mpaka leo. Sisi uraia ni mamlaka ya serikali watoe, lakini sisi kwenye mpira una sheria zake na kanuni zake. Na uzuri kanuni ya ligi zenyewe za TFF za 2025 zinasema mchezaji mzawa na mgeni. Mchezaji mzawa anatambulika mchezaji kwa national passport yake au national ID, lakini ni bracket awe mzawa. Sasa kama mzawa wa Kiingereza ni indigenous, nenda kafungue kamusi au Google kamusi. Mzawa maana yake nini? Ni indigenous original, aliyezaliwa pale. Damaro hawezi kuwa mzaliwa pale. So kanuni zenyewe za TFF zinasema hivyo. Na kamati haikuwa address kwenye hilo jambo. Haipo. Nenda kafanye ka Google. Nenda hivi ni kwenye za statute za FIFA. ID ya mchezaji anapoanza kucheza mpira, kisha ingia kwenye mfumo inatolewa moja. Unatakiwa move nayo kokote tunakwenda. Hivi tunapoongea ID ya Damaro aliyekuja nayo Tanzania na hii anayocheza nayo Yanga ni tofauti. Kwa hiyo Damaro ana ID FIFA ID 2. Hii ni fraud. Nimejaribu kuangalia kwamba hairuhusiwi. Kwa nini amekuwa na 2? Ni kwa sababu ni fraud. Sasa tunataka tueleze hayo imekuwaje. Hilo hawajalijibu. Kwa hiyo tumeomba review wayajibu hayo. Kwa sababu hayo ndio tutakwenda nayo CAS. Lakini hili lingine tunalohisi kwamba kuna vitu haviko sawa, tutaandika FIFA pia wafanye uchunguzi. Kwa sababu kwenye whistleblowing policy ya FIFA, ukiripoti kitu ambacho unahisi can bring the game into disrepute, wanakuja kufanyia kazi. Kwa hiyo tutaripoti FIFA waje wachunguze. Why FIFA ID 2? Why? Unataka kukiuka nini? Unataka kuruka nini? Kwa hiyo sisi serikali na mamlaka yake imetoa, ina sababu zake, ingawa zinashangaza kidogo kwa mcheza mpira. Maana Damaro amekuja Tanzania kucheza mpira, sio kama na biashara nyingine. Alafu hawezi kucheza national team. Discretion yao. Pengine na sababu nyingine ambayo si hatuijui kwa nini wamempa uraia, lakini hawezi kucheza national team. Wengine wamempa uraia acheze klabu.
which sounds sounds well, haizungumziki vizuri kwamba unampa uraia mtu ambaye ana chini ya mwaka alafu hawezi kucheza timu ya taifa lakini anaweza kucheza club. How? Lakini mamlaka ya watu, sisi tuko kwenye mpira, kwenye kanuni zao za TFF, lakini pia kwenye kanuni za FIFA. Hiyo ndio tunazungumza. Septemba 18 anaambiwa. Sasa kusema kwamba anagoma kucheza kwa sababu ya malipo ya mkataba mpya ni maajabu kabisa ya mpira. Na kuna yule nilikuwa namheshimu sana, nani yule anaitwa yule, si mchambuzi yule Mnolela, anaitwa Mnolela wa mtu anaitwa Mnolela, si Mnolela, ndio nimemsikia Mnolela, ana hoja nzuri sana yule bwana, lakini sasa akawa anazungumza kwa uhakika. Mimi nikashangaa sana. Kwanza katika wachezaji wenye discipline, Eli Mpanzu ni disciplined player, very disciplined, na imemuuma sana kwanza kukosa hii mechi ya Azam, alikuwa anaitamani sana. Tunakumbuka mechi iliyopita aligonga mwamba mara ngapi ile, ngombe zake anapiga, yani alikuwa anaitamani sana, hata dakika 20 angeingia, lakini ilishindikana. Hayo ni maneno ambayo hayana kichwa wala miguu. Eli Mpanzu anaumwa, recover vizuri, na kutegemeana na mazoezi atakayofanya Arusha. Umeona msafiri kwenda Arusha, atakayofanya Arusha sina hakika sana na mechi ya tarehe 9 kama anaweza kacheza, lakini pengine mechi zinazofuata kama mwalimu, kwa sababu ya train sasa ni zaidi ya wiki haja train, atacheza. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ya nani, na in fact nilipata hasira, nikamwambia sio, hebu nikamwandikia, hebu wachukulie hatua watu wa TV na wathibitishe kwamba hayo wanayosema ni kweli kuhusu Eli Mpanzu. Na sio kama mmeshaandikia hiyo TV, hiyo ni TV gani ambayo ilikuwa imezungumza ya maneno, wathibitishe hicho wanachokisema kama ni kweli. Wakishindwa kuthibitisha, sasa tuone tunafanya nini. Ni uongo tu, uongo tu. Wacha nakuja kwa Loemba. Kwanza Loemba hajaletwa na Jeruti. Nani kasema Loemba kaletwa na Jeruti? Loemba amekuwa scouted na kamati ya usajili ya Simba kwa kushirikiana na kocha. Ila mkataba wa Jeruti unasema atalipia mchezaji. Kwa hiyo ungemlipia Aura, angekuwa Aura ni mchezaji wa Jeruti. Na Loemba ndio alikuwa mchezaji wa mwisho kusajiliwa. Kwa hiyo tukamwambia Jeruti, wewe si mkataba unasema ulipie mchezaji mmoja. Sisi ndio tulisema mlipie Loemba, sio mchezaji wa Jeruti. Kwani Mohamed anavyolipia wachezaji ni wachezaji wa Mohamed? Si usajili wote analipaga hela za Mohamed. Kwa hiyo wachezaji wote ni wachezaji wa Mohamed. Ule mkataba na ile ni signing fees amelipa na transfer fees ya yule mchezaji, kwa sababu mkataba akasema mimi kwa mwaka nitagharamia mchezaji mmoja ambayo wapenzi na klabu itaamua. Sasa tangu lini amekuwa mchezaji wa Jeruti? Jeruti amelipa mshahara? Potoshaji wa hali ya juu kabisa. Na mwakani pia kwa mkataba wake anasema kila mwaka atalipa mchezaji mmoja. Kwa hiyo season hii Julai tena, kwa hiyo mjiandae na mchezaji mwingine wa Jeruti tena. Ni upotoshaji tu. Yaani kuna vitu vinachochewa tu kutafuta nani. Huyo Ino Loemba kaumia mechi ya Singida, akatoka. Tangu hapo hajacheza, anaguza majeraha. Na amekuwa anafanya mazoezi ya nje, juzi tu ndio train session moja. Mwalimu akasema ngoja amweke kwenye substitute. Tangu mechi ya Singida ameumia.
Sasa mechi imeenda, mwalimu ameona mechi bado iko vizuri, amefanya sub moja, mechi inaenda kama vile wakati wote tunafunga goli. Sasa amriski mchezaji ambaye muda mrefu ametoka kwenye maumivu, afu kwenye game yenye high intensity, alafu fikiria ule uwanja ni pia ni artificial. Kwa amriski kuingia mchezaji ambaye amekuwa muda mrefu eti kwa awafurahishe watu kwamba jamani, hivi ni vitu ambavyo havina afya. Kwa hiyo wanachama wa Simba achaneni na hizo tabia. Jeruti amelipa yule mchezaji kama ambavyo atalipo mwakani kumkataba wake tulioingia na mwakani mpaka miaka mitano, atakila mwaka atakuwa anafanya nini? Mchezaji analeta. Kwa hiyo watu watageuka, hapana. Yule mchezaji wa Simba mkataba kila kitu kiko cha Simba. Ulisema Damaru, ulisema ifu yake ni nini? Sasa unajua katika vitu ambavyo tunataka haki, kama foreigners ni 12 up to 12, basi vilabu vyote viwe na access up to 12.